Mwiroreri karibu sana ndina muiretu wa korea gwitagwo Nyahururu etagwo Jane Wanjiru na haha turi ni kuru gwitagwo Kikuyu Country Club na Kikuyu Country Club haha thutha wa stage ya Gikuyu haria wakinya Gikuyu ungienda gukani kindu makinya matano ukokinyete guku kundu kuhoreru kundu kwega kundu kuriagwo nyama choma na andu athuri moka kuhuruka thutha wa gugitinda wira wa o muthenya mathaa mau ma hwainĩ athuri moka makahuruka makiaraniria kundu kwega nginya gwa guka micamanio ungikorwo Gikuyu ni renda handu ungiuka mucamanio kana ungika mucamanio ni wega guka guku Kikuyu Country Club. Jane haha na rogano rwa Jane rurito muno tondu ni rogano rumakagia ngoro cia andu aingi tondu uria aingirire thiini wa gikundi kana thiini wa andu aria metagwo ahoi ngoma ario cukuru nigutuhe rugano rwake. Jane, yes. Mambo umenigojea karibu sana. Asante. How is life? It's better. It's better off. You are doing well. Yeah. Bila ni wala utakana kurabi. No, ndio but bado shetani anaendelea juu sijakuwa nikifeel vizuri, mtoto pia hajakuwa akifeel vizuri, so tumekuwa na hard time sisi wote. Juu hata sasa hii as we are talking to feel poor, bado mwili wangu haiko sawa vile. So bado tumekuwa na issues. Pole. Yeah. What is happening with the kid? Mtoto venye tu alikuwa anagonjeka, bado it's the same. Venye alikuwa anagonjeka ngozi, inafika mahali hadi joto mkienda hospitali haipungui. It's still the same. Mnaenda hospitali, mnatumwa hospitali kwingine, but haibadiliki. Alafu mnaenda hosi, anapewa dawa like akayo dawa like 2 days ako poa and then inarudi tena the same. So tumekuwa tukistruggle, unapata leo umeenda kazi, umeenda umekaa wiki mzima hujaenda tena juu mtoto amegonjeka, after amepona tena unapata ni wewe umegonjeka. So mnakuwa na challenges. Sasa ndio tuanze vizuri. Jane ni nani? Hebu tuelezee Jane ni nani, kwenye umezaliwa hivyo. Kwa majina naitwa Jane Wanjiru, Wanjiko. Nimezaliwa Nyahururu, but mamangu anakaa Nairobi, hasi pia. Pia mimi nakaa huku, hasi pia kiasi. And mimi nimepitia changamoto mingi kutoka nikiwa high school, nimekuwa hell. But I thank God so far, he's been faithful kwa life yangu na hajaniachilia hata bado nikiwa na hizo mashida. I still thank him because I know kila kitu na happen na reason. And at the end of it all we must make it. Sure. So that's me. That's Jane. Sasa Jane, last time tulikuwa na wewe. Yeah. And I remember I gave you some cash. Yenye ulisema utaenda kuanzia kazi. Yeah. Hiyo job hata kama iko na challenges inashika. Inashika. Sasa except for the challenges ya mtoto bado sijajua shida ni nini hospitali, that's where the challenge is coming from. Kwa sababu unaweza pata umeenda kazi leo, but whatever you failed hauwezi endeleza job. Unapata kesho umeamka mtoto amegonjeka ni hospitali. Wewe umegonjeka umeenda ni hospitali. But apart from it, challenges hizo za ugonjwa zikiweza toka, utapata job inaendelea kuwa. Yeah. Sasa tuingie kwa maisha yako. Yeah. Umesomea mahali umesomea, kuna vitu zenye nataka tu avoid. Na hii show tutaifanya na Kiswahili ndio mpaka watoto wenye wako secondary school wenye hata wasikiaje Kikuyu watasikia na wataelewa. Kuna mambo mingi sana nataka tu avoid ya life yako. Na sitaki tuongee mambo to name schools. Sitaki tuongee tutaje majina ya mashule. Vitu kama hizo na tena ni vizuri hata majina ya watu to avoid kwa sababu ya kesi yako venye inakaa. Sasa Jane, umeingia shule. Hii challenge yako na hii mambo yako ya kuwa eti umejikuta umeingia kwa hiyo nini ya devil worship. Umeingia ukiwa secondary ama iliendaje? So nilijoin secondary school, nikakaa for the first year na second year. So nikiwa like second term, sasa nikiwa form 2, that's when I had a best friend. Mwenye tulikuwa tunaenda trip ya geography. So she was my best friend hata singefikiria anything. So she happened akanipea 50 bob.
It was 50 bob because nakumbuka vizuri. Kabla upewe 50 bob. Can you explain to us wakati unasema best friend? Ni nini ilikuwa inafanya uone she was the best friend to you ama? So when we joined school, tulipatana na huyo msichana kwa kuadmitiwa. And since then hata kusoma tulikuwa tunasoma na yeye. Like ungepata hata mmoja akiamka mbele ya mwingine, unaenda kuamsha mwingine msichelewe na kwenda class. Unapata na mwenye atafika mbele anaonua nguo za mwingine. And mkienda lunch unapata mwingine amechukulia mwingine lunch. Kusoma anytime group work mko pamoja. Like yani tukapata tumebond. Hadi games hatungeenda, hata walimu walikuwa wanajua where she is, I am there. Hata kusoma tulikuwa tunasoma naye, and then grades zetu zilikuwa zinaenda pamoja. Because by then I used to perform. And sing a picture number 5 and the same to her, and the picture number 5. It's either top 5. So most probably alikuwa either akikuja number 2 niko number 3, akikuja number 3 niko number 2. Hivyo. That's where we were. So tulikuwa marafiki sana. Because everything we could do lazima tungekuwa pamoja. Subjects tulichagua the same. Kila kitu, hakuna kitu yenye tulikuwa tunaenda apart. Kila kitu tulikuwa pamoja. So ikafika mahali tukabond kabisa, like hata watu walikuwa wanasema ni sister yangu. Everybody thought ni sister yangu. Yeah. So hiyo ndio imequalify ama imefanya qualify kuwa your best friend. Yeah. Sasa tukuje hapa anakupatia 50 bob. So tulikuwa tunaenda trip ya geography. And by then, yes, mamangu alikuwa stable because she was working. And I remember very well, hakuna kitu ningekosa. But juu rafiki, we could share anything. So before tutoke, because tulipigia mamangu tukienda trip, nilimpigia simu na simu ya mwalimu. Nikamwambia tunaenda trip, akaniambia because hajaingia kazi bado, atatuma pesa baadaye. So kufika town, the girl told me, fanya aje, shika hii 50 bob kwanza, ukule mayai kabla twende supermarket tununue vitu before sasa mama akutumie pesa. And because I trusted her, so nilichukua nikakula mayai because nilikuwa najua bado ataenda kununulia vitu ili tukirudi na mimi nimbaie. So that's when nilipata hiyo 50 bob. And nilienda nikabai, remember nilinunua smoki na mayai hizo mbili. Na nikakula na tukaenda hizo 50 bob sasa zenye amekupea. Na hakuna kitu happen. Na tukaenda trip ya geography na tukarudi. Because tulienda kama leo, tulienda ilikuwa na Wednesday. Na tulikuwa tunafaa kurudi Friday. So that day tukashinda vizuri. I mean, hiyo Wednesday venye tulienda tulishinda vizuri, tulienda mapema. But usiku nilianza kupata dreams. Najipata niko place na watu. Hiyo same evening. Yeah, same evening, but hizo dreams hazikuwa vile ati strong. Ni ile dream yenye unaona hiyo ni dream tu. Unasikia tu umeenda place mnakula, but ukiamka uko sawa hujakula. So just day nikaanza kufeel kitu ikakuwa mzuri. Tuende pole. Sasa ulikula mayai na smoki. Na sasa wakati jioni umekuja umelala, ndio uliota. Ndio niliota. Ukaota mkikula. Naota tukiwa na watu tunakula. Yeah. Ina scenario inakaa namna gani mahali unajiona uko wapi? Nikaa place nje, lakini hiyo place iko beautiful. It's really beautiful. It's the first day. Yaani unakula unaona yes unakula. But sasa ukiamka utaona tu ni dream. Juu hakuna kitu ime happen, uko sawa. Kwa hiyo dream ya kwanza ulikula nini? Ilikuwa nyama na soda. Yeah, I remember very well. Yeah. Alafu ulipoamka ulijikuta aje mwili? Nilikuwa sawa. Hiyo siku ya kwanza I was very good. Nilikuwa very good. Hata ungesema hakuna kitu. Yaani niliona tu ni zile dreams za kawaida. Ni watu hupata dreams. Hautasikia hauna appetite ya kukula kama. Hiyo siku ya kwanza sikuwa. So that's the day tulishinda. So usiku pia I had the same dream. Sasa ya kukula. But on Friday okay, tunaenda pole. You had the same dream ya kukula. In the same venue yenye ulikuwa umeona kwa ile dream nyingine. Sasa hii siko nje. Tuko place closed. Kama hapa hivi sasa. But watu wenye wako siwezi recognize. But sisi tunakula na mimi nakula vizuri sana. Yeah. Unakula nyama? Nakula nyama vizuri sana. Na tunamsha na soda. Na ukiamka sasa Friday asubuhi. Sasa nikiamka ndio nasikia nimeshiba. Siwezi kula anything. Hakuna kitu naweza kula hata ukiweza nipea nini siwezi kula juu nimeshiba. Na sasa wakati umeota hivyo uko shule? Hiyo time hatujarudi shule bado. Yes, nikaa tuko shule because tuko trip ya geography ya shule. Okay.
So, na of course kuna breakfast mkiamka mtakula. Sasa utakula breakfast wakati hiyo siku kwanza tulikuwa trip, tulikuwa tunaamkia mayai na mandizi na mkate. Si kama shule venye mnaamkia uji, but si kukula juu nimeshiba. Alafu nikiona kila kitu nasikia sijifeel kukula hiyo. Nasikia tu haja kukula nyama. Ile ndio nasikianga leo nataka tu nyama. Hivyo. Yeah. Sasa that's Friday morning. Friday morning. Because that's the ndio niliota. Sa Friday when we are going to go back to school. Yeah. Alafu mkirudi safari ilikuwa tu poa. Sasa kufika shule nikaanza kufeel kuna venye nilikuwa na feel. Yaani shule roho yangu na shule haziendani. Nasikia tu kukaa nje ya shule si shule hivyo. Yeah. Nasikia hauko comfortable. Siko comfortable na shule na the other days nilikuwa nakuwa comfortable kabisa. Yeah. Sasa itaendeleaje ndio ujue sasa hauko normal ama hautajua? Usiku mimi nakumbuka usiku ilikuwa usiku. On saa hiyo usiku Friday after tumefika shule ndio nilianza kufeel na nyongwa. Nilianza kufeel na nyongwa kabisa. Usiku? Yeah. Na nyongwa. Lakini ukijaribu kutoa sauti hakuna sauti inatoka. Huwezi make kutoa sauti. Na nikanyongwa kabisa. But after that nilipata peaceful sleep. Yani nilinyongwa but sijui venye nililala. Nikalala vizuri sana. So kulala I remember very well. After kulala hivyo ika happen sasa mimi mamangu hakutuma pesa because sikumpigia tena, sinaona nishanunuliwa kila kitu. Na msichana akaniambia usishinde ukimsumbua. So sikumpigia. Msichana na ako shule bado ako na pesa? Yako na pesa. But sasa I thought she was from a well-off family. Kwa sababu kuna watu mkono wao shule na hiyo shule ni watu wengi ni well-off. So hata uwezi fikiria. So mimi tukalala, nimelala vizuri na nimeamka, but kuamka naumwa na huko. Ile ulikuwa unasikia ukinyongwa? Ile kunyongwa na naumwa na huko. Sasa hizo nimefika sitaki maneno hiyo shule. Na huyu msichana humwambii vile unasikia na venye unaota? Sikuwa nimemwambia. So hiyo siku ndio nilimwambia, akaniambia it's no worry. Labda ni zile dreams za kawaida because hata mtu anaotanga alafu unapata kama umeumia side. That's what she told me. Na nikamwambia by the way, nikamwambia sijisikii kukaa shule. I told her that, akaniambia hata mimi sijisikii, shule imenichokesha. Shule imenichokesha. Akaniambia lakini hivyo mimi wewe soma. Mimi kusoma hata sikuwa na kusoma sasa. Nilikuwa nikiangalia kitabu majina zinaenda hivi. Hakuna kitu unaweza kusoma hata jina yako ni stress. So walimu walianza ku notice grades zimeanza kuanguka, kila kitu imeanza ku drop, hakuna kitu. Due to every Sunday tuko tunafanya cut. Lazima tungefanya cut juu hakuna classes, lazima after church tungefanya cut. So hizo cut hakuna kitu. Yani unapata I remember ilikuwa first cut nilipata 01 kwa maths. And maths was my best subject. So hata mwalimu kuniita like it happened sana nikakuwa kichwa ngumu. Hata mwalimu akiniongelesha na muongelesha vibaya. Because natafuta chance yenye nitafukuzwa hiyo shule. Natafuta venye nitafukuzwa mimi niende nikule raha huko nje. Unasikia kule nje kuna kitu inakufuruta? Kuna kitu inanivuruta huko nje. So ilifika mahali hata siwezi kumbuka vizuri because hiyo time nilikuwa nimechanganyikiwa. Siwezi kumbuka kama nikufunga tulifunga ama what happened. Na nikaenda home. Mimi kwenda home akili kaniambia utaenda kunyuma. Si kwenda kwetu. Lakini hapo sikumbuki kama nikufunga ama nini happen. Because hiyo time by the way sikuanga najua anything. Mimi hata vitu zingine nilikuwa nakuja kuambiwa sasa after kila kitu imetoka. So mimi nikaendaga. I remember niliendaga sasa kwa nini? Kwa sister mamangu. I remember I told you that. Badala ya kwenda sasa kwa baada ya kwenda home sasa. Kwenda kwa sister mamangu. Sasa nilikuwa nasikia uko nikiwa peaceful. Sijui kama ni mamangu alikuwa prayerful ama nini. Na huyo auntie sasa hizo wako wameokoka. So tukafua uniform. Actually ni anisaidia kufua juu nimetoka shule nimechoka, akafua uniform. Kuanika the next day, juu sasa unajua uwezi kufikiria kitu inaweza potea. So sasa alifua hata si the next day jioni kwenda kuangalia nguo hakuna. Nguo za zenu zote ama za uniform zangu peke yake. Lakini hizo nguo zao ziko zingine. So hata
sisi unajua saa hizo hata hatukuwa tunafikiria kuna kitu inaweza happen, so tukasema labda ni mtu ameanua kimakosa atarudisha. Juu kulikuwa na neighbor wengine wawili hapo. Sasa the next day asubuhi tunapata nguo kwa kamba, tukafikiria ni mtu alianua na akarudisha. So naona tumezipata. Na mimi hata sikufikiria kitu kama hiyo. So niko comfortable, niko kwake kabisa, niko comfortable. But pia nikiwa comfortable niko naenda naota nakula nyama na soda. So skuli food huko. Sasa nikapata chuki. Sasa Jean, wakati umeota umekula, ukiamka umeshiba. Kwa hivyo hata kule kwa aunti yako haukuli? Sikuli. Sukuli. So sawa wakafikiria labda ni juu unajua kutoka kitambo mimi sikuanga na appetite. Hata mwili wangu ni kidogo juu sikuwa nakula. So wakafikiria labda ni venye hapo anakula. But unaona kitambo nilikuwa nakula kidogo. Hata kama sikuli mingi nakula kidogo. But sasa imefika tu point sikuli chochote kwa hiyo. Hakuna kitu sikuli. Lakini aunti yangu hangefikiria anything because anaona tu siku sikuli juu yeye ashindi kwa nyumba. Akikuja anaona tu sikuli anafikiria maybe alikula mapema. The same way hata nikikuja kwa mamangu ataona ni usiku tu akuli. So nikaenda home. Sasa mimi nikaendaga. Sasa nikaamua niende kwa shosho. Kwenda kwa shosho sasa nikasikia pia niko na chuki na shosho yangu sana. Niko na chuki na yeye. Alafu sasa nikasikia nimetukia shule kabisa. Sasa nafaa kurudishwa shule. Mimi nikafika place, mimi nikamwambia sitaki shule. But sasa jua na insist ikabidi niende tu. Tukaenda. Kufika shule na nikakubalishwa kuingia shule. Kufika mimi nikienda kwa class, kufika tu hapo kwa mlango nikaanza kunyongwa. Na ni mchana, sasa hizo ni mchana. So ni ile kunyongwa. Ile unanyongwa tu usiku. Kunyongwa ile sasa ni mchana na umenyongwa kabisa. Hata huwezi pita mahali ama kufanya chochote. Unajaribu kupiga nduru au upige hadi watu wakatoka nje. Ndio anashindwa ni nini? Nimeshika tu hapa na sina nafungua tu mdomo sauti haitoki. Shosho yangu akasema, tulikuwa na shosho yangu na aunti yangu, mamangu hangeleka. Unaona yeye ndiye anatafuta pesa turudi shule hivyo. Mimi nikanyongwa. Shosho yangu akasema mwana tutige mtibashi kuni. Hata principal akasema enyewe tu nenda kwa kwanza. Kwa sababu unanyongwa kabisa. Nanyongwa kabisa. Akaambia na principal nenda kwanza. Sasa kwenda mimi nikamwambia mimi hata si shule sirudi. Alafu shangu alikuwa ananisikiza. Mkangu akamwambia after saa tumefika home. Lakini mimi nikataa kwenda home. Nilienda tu bado kwa nchangu. Nilishukia juu. Ni mahali unashukia alafu unaenda direct kwa shosho. Nikashukia hapo. Sasa nilikuwa naambia ukaniambia shosho, hapo dada kume yole. Kotija wake done honest. Yashaje shukuru. Todo bia shosho jambo la shukuru ile na moyo wake tike. Kiodo. Sasa kina mama wakasema sawa nibadilishe shule. Sasa kutoka hapo sasa ndio nilianza kusumbuliwa kabisa. Before sasa nipate shule. Sasa huyu rafiki yako mnaonana sasa? Sasa hatuonani. Hatuonani hata. Juu yeye ameenda kwao, mimi sasa niko na hatuonani. Sasa nikaanza kusumbuliwa. Kusumbuliwa unamaanisha aje? Sasa ndio hizo mavitu zikaanza sasa kuwa real. Tuelezee vizuri. Okay, unaweza jipata uko hapa lakini in the next 5 minutes ujipate mahali na sio umetembea umeenda. Mahali literally tuseme uko hapa Kikuyu. Alafu after 5 minutes unajikuta sasa uko town. Uko town umekaa. Na ni life. Serious ati ni kitu yenye nini? Ati hadi ukitoka ukirudi itabidi sasa umenini. Juu sasa unaona sasa hizo hautarudishwa. Ndio kwetu wala leo. Hadi unaona uko distance kubwa sana. Sasa kurudi inakuwa ni gharama tena. Kurudi inakuwa ni gharama. So ukawa sasa unachukuliwa unapelekwa kwa nyao. Sasa hautaki kwenda. Sina amani sasa. Sina amani. So ndio nikakaa home siku moja usiku. Nikasema aje mimi nikasikia sasa nimechoka na kukaa nyumbani. Nimechoka kabisa. Kina shosho bado wanaomba. So siku moja tukakosana. Sasa sijui kifile kitakuja tu kitaniambia wewe kosana na yeye wewe utoke hata si lazima ukae hapa. Ndio tukakosana na shosho mbaya. Sasa mtakosana aje? Kifili nimekuambia mkosana utakosana na yeye aje? Ama ulifanya aje? Kitu imeniambia tu tukosane. Sasa mimi akiniongelesha na niongelesha vibaya. Ndio.
aje kidogo miliona keke. Akiniambia chochote namrudishia. Akisema chochote namrudishia. Sasa unajua ni binadamu pia atachoka kwambie. Sasa kama umechoka kukaa huku nenda. Sasa hapo ndio nilifurahia. Nimeambiwa nitoke niende. Na nikabeba vitu zangu. Nguo, nikabeba nguo zangu. Nikaenda. Kwenda nikafika town Nyahururu. Town. Sasa nikashindwa naenda wapi. Kushindwa naenda wapi, nimekaa tu kwa place kwa kibanda. Sinaona hizi vibanda watu huuzia vitu hivyo. Nimekaa hapo hivyo. Sasa nikifikiria ndio a beautiful woman anitokelezea. Yaani mtu unaona hata venye amevaa, huyu unaona tu ni pesa. So ndio kuna mtu anaweza angalia useme yenyewe huyu pesa ako nazo. Juu hata ukimwangalia unaona yenyewe huyu pesa ako nazo. Akaniambia sasa huyo msichana mwenye rafiki yangu. Akaniambia nimetumwa na huyo msichana mwenye alipea pesa. Nikukujie. Akasa akaniambia mimi sikufikiria kumuuliza kwa nini na amejua aje niko hapo. Alikwambia yule msichana alikuwa amekupatia 50 bob mkiwa shule. Ndiye ametumana uchukuliwe. Sasa mimi sikufikiria kuuliza amejua aje niko hapa na hata hatujaongea. Sikufikiria juu sasa hizo sijui kwenye naenda nikasema ni saa tunaona pia yako na pesa, pia mimi naweza kukaa na mtu akona pesa. Mimi alinishika tu mkono nikajipata kwa nyumba. Kukushika tu hivi? Ukajipata kwake. Sasa hizo nilikuwa nimefungwa macho, kuna kitu ningefikiria. Hakuna. Mimi nilikuwa naona everything is normal. Tukajipata kwa nyumba. Nyumba si ilikuwa sawa. Nyumba smart. Ilikuwa nyumba smart. Kabisa. Hiyo hata unaweza sema hiyo nyumba hata ukiweza pewa na mambo usifanye chochote unakubali tu. So ndio nilienda nikapata ule msichana. Ako huko kwa hiyo mama. Ako huko. Sasa mimi sikufikiria huyu msichana nini anafanya. Unajua sasa hizo nikao unakuanga umefungwa macho. Hakuna kitu unaona kibaya. So tukaongea na wao. Tukaongea na wao sasa ni ile yenyewe mnakula nyama live. Mnazikula nyama sasa. Ile ulikuwa unaota. Zenye nilikuwa naota sasa na hizo unataka sana. Lakini hujui ni nyama gani. Unasikia unazitamani. Food tu ni nyama na soda. Na soda yenyewe sasa sikuwa najua, by then sikuwa najua ni damu. But nikuja kurealize ilikuwa damu. Hebu tuende pole pole. Hii soda unakunywa uangalie kama ni soda ama ni nini? Ama ikileta unasikia uko na hamu ya kukula haraka haraka. Ikikuja unasikia tu unataka. Hata kabla ifike unauliza kama iko. Sasa ikawa sisi kwa ndoto tena. Sasa si kwa ndoto. Ni nini watatu mnakula. But kwa hiyo nyumba kuna room haungeingia. Haungeingia hata usiku naona wakiingia, but sasa sijui walikuwa wanaingia saa ngapi. Nilikuwa naona tu always locked. So ndio tukafika siku moja akaniambia, sasa akaniambia ndio aliniambia ngaje na uache maneno ya kukaa nyumbani because hatuingiani sasa kwetu. Hatuingiani. Mimi sasa hizo nafikiria chochote. Mimi niko sawa. Unaweza connect ulikaa time inatoshana na muda gani kwa hiyo mama? Nilikaa almost a month. Nilikaa. Watu wenu wakikutafuta? Wakinitafuta. So alikuwa ananitafuta. So it happened siku moja nikasema acha tu niende nikatembee. Alafu ilikuwa ina happen ukisema hivyo tu hiyo kitu inafanyika. Ukisema acha niende nikatembee. Unajikuta already umeshaenda. So kusema hivyo nikajipata place inaitwa Posta Nyahururu. Nilikuwa nimeketi hapo. Leo sijui nini alikuwa anafanya tukapatana hapo. Na saa hiyo sasa uko msafi. Sasa niko sawa. Hata sivyo na umeshiba. Niko na zingine mpya. Mama amekununulia nguo. Si nilikuwa nimenunua kila kitu hadi simu kila kitu. Ingine unatoa wapi pesa sasa? Sasa hiyo nilikuwa nimebaiwa na wao. Sasa by then sikuwa na. Wanakubaia aje? Tuelezee. Naletewa simu. Na huyu mama itakuja na aje? Itakuja kimiujiza tu ama? Hapana, atakuja kupatia simu. Sasa huko unajua ungefikiria chochote. Anakuja tu sasa sijui ilikuwa inakuja kwake kimiujiza ama nini. Anakuja anakuambia hii ni yako. Unajua sasa mnaonana na yeye anakuja tu anakuambia shika hii yako. So huwezi fikiria wewe unaona tu mama hapa sasa. Nguo anakuleta. Anakuletea kitu, yani vitu unaishi maisha yenye ungetaka kuishi. Sasa fikiri maneno ya shule. So hiyo siku nikiwa Posta sijui venye nilifikiria. Nimekaa tu hivyo naona shosho yangu. Sijui na yeye nikaa ni Mungu alikuwa amemtuma ama nini. Sasa nikashindwa alikwenda ama nikakuwa stranded. Akakuja. Sijui kama ni maombi ilikuwa imemtuma, pia mimi maombi kanituma huko. Sijui kama nikaa Mungu tu. Aisha akasema ni Ndariaga. Ni ajenda kumenya kwa leo sasa ndio ishi na Ndariaga ikakuwa nikaa fight but at the end of it all tulienda naye home.
kwenda naye home. So hiyo siku nikilala sikukula home. Nimekula. Hiyo siku nilitoa nyama. So huyo mama alikuja sasa kwangu. Sasa usiku kwa ndoto. Nikaa kwa ndoto. Akakuja akaniambia wewe utafanya aje? Wewe utakaa huku. Nikaa shetani zinajuanga chenye mtu anataka kufanya. Na unataka kupeleka shule wewe usikatae. Wewe enda. Lakini ukienda wewe utachoma shule. Haya, na sasa hiyo amekuja na nyama. Sasa hizo na nyama na soda mimi. Na ile unaitamani kabisa. Nimekula nimeshiba. Akaniambia wewe ufanye hivyo na usikatae. Wewe hata ukikwambia uende uende. So hata nikawa walikuwa wameplan. So the next day kufika tukashinda. Niko sawa. Sikuli. Usiku pia nikaletewa. So ilikuwa sasa hiyo siku nyingine sasa ndio tulienda na shule. Nikapelekwa shule na mimi nikaingia shule vizuri. Sasa hiyo ni shule ya pili. Nikaingia vizuri sasa. Mimi niko sawa tu. Actually shule yenye nilipelekwa ilikuwa ya mtu close na sisi. Alikuwa close sana na sisi. Kwa hivyo kama wanakushikilia tu. Hapana, ni familia. Kwa hivyo wanakubali tu kuja juu wanataka pia wewe usome. Ni familia yetu. So hata hawaitishi pesa nikienda. Wanasema kwanza hapo. Sasa Jane, kabla ukuje sasa hapa unarudishwa shule ya huyu mtu wa relative. Hebu tuambie turudi pale kidogo kwa nyama na hii soda. Hii nyama kuna venye ulikuwa unasikia taste yake unaweza elezea ama ni kitu yenye auelewi? Hauwezi elewa. Na nyama yenyewe huwa unashuku ilikuwa nyama ya nini? Ni ya watu. Nikani ya watu. Because hiyo nyama hata sasa nikujasia ati ni kama nilikuja kurealize afterwards. Ni ya watu. Sasa utakuchoma shule and everything ndio nilikuja kujua ni ya watu. Tutaenda hapo ndio tuambie ulijua aje ni ya watu. Sasa umeletwa shule. Na ulikuwa umeambiwa usikatae lakini ukienda uchome. Nimekuja nimekaa shule kama mwezi mmoja. Actually juni familia hapo anataka nikae nje ya shule. I mean kwa dorms. Nilikuwa nakaa kwa nyumba. Yaani nilikuwa naiko maisha tu ya nikaa niko dorms. Unaangaliwa vizuri. Nikaa niko day school. Sasa ikafika mahali. Mimi nilikosa commotion after 1 month sasa. Kwa shule? Nilikosa commotion. Sasa ile unajua sasa wewe hauambii, hausemi kitu wewe kwa innocent, but unakoroga akili za watu. Maroho ya kishetani. Sasa hizo maroho ni kama zilikuwa zinatumwa. Sasa mimi nimefika mahali nikani zimeanza sasa kuniingia na pia nimeanza kuziaccept. Ni kama sasa umeanza kukubali. Nikani nimeanza kukubali. Because I remember sasa ilikuwa imepikwa. Nakumbuka vizuri ilikuwa imepikwa. Lakini sasa hiyo sapa ilikuwa imekosa chumvi peke yake. Chumvi peke yake. Najua chumvi mnaweza enda muitishe muongezee. Lakini sasa ile ya kurushia watu tu maroho. Sasa the first thing nilifanya ni kurushia dom captain. Roho hiyo kiroho mbaya ya kuambia watu yenyewe hiyo chakula wanapikiwa ni mbaya. So unawakoroga akili wote wakakuwa nini? Unasema dom captain kamrushia roho. Akasema hiyo chakula ni mbaya. Tunapikiwa chakula mbaya. Kwa hivyo yeye hata akisema si yeye. Hii chakula yenyewe tunapikiwa ni mbaya. Sasa na yeye nini? President wa shule sio kuna president. Na yeye pia nikamrushia roho. Akaambia watu wa strike. Kwa hivyo hata yeye akiwaambia strike si yeye ni roho iko ndani yake. Yenye wewe umerusha. Akaambia watu wa strike. Sasa nikakoroga kila mtu watu wakakubali. So wakaanza kutafuta mwenye ataendea mafuta, kiberiti, petrol, everything. Mimi niko hapo tu hakuna kitu napewa na hakuna kitu nafanya. Mimi niko innocent. Ati hata wakiweza kuja waseme huyu alisema na huyu alisema mimi hakuna kitu nimefanya. Mimi niko innocent. Na hujasema kitu yote. Hakuna kitu nimesema, hakuna kitu nimefanya. Sasa si watu wakapanga na the same night juu ilikuwa prep ya usiku by saa 2 kila kitu kilikuwa imeelewa. Juu shule ilikuwa kwa town. So waka access mafuta na nini haraka? Because sasa mimi wame access kila kitu. Juu sasa tuko tunajua usiku ikifika ni mwalimu fulani anakuanga. Na kuna sasa unajua mimi nakuanga nje kwa nyumba sikuangi kwa dorm, so najua walimu wenye wanaendanga routes zenye ziko pale. Ile maroho inawasaidia tu kufanya hesabu yao haraka. Wakaendea kila kitu nikakuja. By saa 4 moto dorm zilikuwa zishachomwa.
zote na hakuna kitu ilibaki hata. Kuna kitu iliyokotwa? Hakuna kitu yote iliyokotwa. So tukaambiwa the next day tukaambiwa tunaweza enda home. Tunaweza enda home lakini mimi unaona siendi home juu huko ni home. Uko kama home. Mimi najua sasa hata dom ichomwa. So ilienda akachoma dom. By saa 4 tunaenda kulala saa 3. Mimi nilikuwa nishaenda kwa nyumba. So hata wangefikiria mimi niko nyumbani. Juu niko kwa nyumba. Yeye fikiria chochote. Wakaenda home, mimi nikaambiwa nitakaa. Mimi nikakataa, mimi nikasema naenda kwetu. Unajua sasa hivi shinania na mimi naona mimi niko sawa, niko innocent. Wakaniambia ni sawa. Mimi siendi kwetu sasa naenda kwa yule mama. Sinisha accomplish kila kitu chenye alikuwa anataka. Sure. Nisha accomplish. Sasa after ku accomplish kila kitu, sasa kwenda kwa mama akaniambia umefanya what you wanted. Sasa ndio hapo nilianza sasa kupewa pesa. Nikisema nataka inakuja tu. Hiyo tu. Aya, ukisema unataka pesa? Inajileta. Wanakuletea? Inajileta tu. Huyu mama alikutokea akakwambia thank you. Nilienda kwake. Aya, utajua njia ama? Nilifika kwa gate ya shule, mimi sasa nikasema nataka kwenda home. Sasa mimi akili yangu hata ilikuwa isha change. Home kwa kina shosho si home. Kwa mama ndio home. Kwa huyu mama ndio ndio home. Kwetu nikasema, si nikajipata huko. Akaniambia thank you, umeaccomplish. Sasa umeenda kwa another level. Sasa mimi sasa hata sifikiri. Wewe ukitaka tu kitu itisha. Ukitaka pesa itisha tu. Ukitaka simu itisha tu. Sasa nikaanza kupata. Kaniambia sasa what you do, watu wa kwenu wanatusumbua sana. Sasa family. First thing utaenda unini uwe mamako. Kwanza ilikuwa mamangu alafu sasa nikaambiwa shosho yangu. Nikuja Nairobi. Nikakuja Nairobi. Na unakuja tu hiyo kimiujiza. Utumii matatu. Situmii matatu na sifanyi chochote. But nakumbuka sijui kama nilifika hapa ni wapi. That's when niliingia kwa matatu but si kuingia ati kuketi. Wanapendaga kuketi. Unaona hizo viti za nyuma? Hapo ndio wanakalianga watu. Unaweza enda kwa kiti uketi but ukitoka utatoka ukiwa umechoka sana. Unakuwa umebeba mtu. So mimi nilienda. Mimi nilienda nikabebwa hadi Nairobi. Nimebebwa nimekalia mtu lakini huwezi muona. Kwa hivyo unaweza ingia kwa matatu ukuta ukiamka umechoka sana. Umechoka sana. Juu ulikuwa umebeba mtu. Na uelewi. Hapo ndio nilikujanga kujua ndio maana watu wanasemanga sometimes nasikia mtu anasema amechoka kuliko venye anafaa kuchoka. Because kuna vitu zinakujanga. Yes, unajua sasa mimi ni spirit but kuna ile uzito yangu. Itakuwa umeishika. Na uelewi. Yaani mimi niko, niko lakini huwezi niona. Juma roho zinafanya usinione. But ndiko hapo. Yeah. So ukifika Limuru ukapenya tu kwa matatu ukaingia. Nikaingia tu kwa matatu na nikabebwa hadi na. Hata hutalipa. Hakuna kitu nalipa. Juu hata pesa si shida. Hata wakinitisha pesa. Ni ile tu na hawakuoni. Ni ile tu yani nataka kunini ku explore hii maisha ya hiyo nini. Mama. Sasa mimi nikaenda nyumbani. Sasa hapo ndio nilianza kutesa mamangu. Yaani nilikuwa nataka tu lose hope kwanza alafu sasa ndio nimalize. Alikuwa anapika food anaenda kuuzia tao. Akipika chakula zote naeka mchanga. Si mimi nachukua mchanga naeka, anazipata na mchanga lakini mimi nimeweka, lakini sijaguza mchanga mahali. Tuko naye hapa lakini by the way wakati huo mama yako alikuwa bado anauza chakula town. Kama venye anafanya mpaka leo. Lakini sasa ilibidi kwanza aache. Kwa sababu zinaharibiwa. Yesu. Tumekaa na yeye hapa. Chakula ndio ile naiva anaiona vizuri. Lakini mimi spirit yangu itatoka na iweke mchanga hauni. Akienda kufungua apate chakula yote imejaa mchanga. Yaani alisubuka hivyo vyote. Yaani unajua nilikuwa mpaka biashara ikaanguka. Nilikuwa nataka yaani unajua kuna venye unaweza mfanya lose hope na Mungu. Juu weak point yangu yenye yaani yeye alikuwa na strong point ya Mungu. So niliamua the best way ni kwanza nini kazi. Uharibu kazi yake. Uharibu kazi yake. Afilisike kabisa. Because unajua kaa una kazi hata utashindwa. Ukikosa kitu utakuwa ukishindwa Mungu ndio anini. So ndio nilianza kuharibu chakula yake yenye anaenda nayo job hadi kabisa sasa ameacha job. Juu pesa yote yenye anaweka kwa chakula ndio inaenda. Sasa hapo anajua ni mimi by then. Juu bado hajajua. By the way mko naye hapo unamwangalia tu. Na unamwangalia tu wakati ana complain. Chakula inafanyika nini? Namwambia tu asijali, mashida zinaishana. So unamwambia tu hivyo. Na nikumdanganya tu juu ni wewe unaharibu. Hadi akaacha job. Sasa ikafika mahali. Yeye lakini hakuacha maneno ya Mungu.
Lakini sasa wakati unafanya hiyo yote, target yako ilikuwa umuue. Lakini sasa siwezi weza jua naomba Mungu. Lakini kwanza acha na Mungu. Sasa yeye hakuacha. Ni wale hata ukifanya nini hawachi. Kila siku ndio huyo maombi. Kila saa ndio huyo maombi. Hata ikifanyika hivyo bado unasikia naomba Mungu. Mimi nikachoka, mimi nikarudi sasa home. Nikasema nikaenda kwa shosho sasa. Nikabuatanisha. Juu sasa haachi kuomba. Wakasema nipeleke shule sasa. Sasa hii yenyewe nilimalizia shule. Nikapelekwa shule. Sasa huko nilikuwa bado na pesa na kila kitu. Walimu walikuwa wananiongelesha hivyo tu. Masomo sitaki. Juu uko na pesa. Nakaa tu huko ili ni try kuingiza wengine. Unataka kurecruit wanafunzi wengine. Na hadi ungefanya kitu ukoroge akili ya mwalimu hata asikuulize chochote. Mfanye makosa, mkoroge akili ya mwalimu. Kama kuna time tulipotea na wasichana wengine wawili. Tukaenda mwalimu akatuita kwa parade akasema tupige magoti. Lakini nikamkoroga akili akasema ama acheni. Tukaambiwa turudi kwa line. Sasa watu walikuwa wanasema anatupenda sana ndio maana hizo turudiza. But ni mimi namkoroga akili anaachana. Anakuwa confused sasa. Sasa ndio nikasoma nilikuwa napotea shule. Naenda. Yaani naenda home na kujibamba lakini sikuwa naulizwa. Sasa hata masomo siwekelei kwa nini? Si shinda nili nayo sasa. So ndio nikafanya nini? Sasa nikasoma struggle hiyo hadi nikafika sasa form 4. Sasa kufika bado home wanaomba lakini mimi hatusikizani nao. Mimi hatusikizani. Lakini kwa sababu ya maombi yao. Sasa ikafika mahali hadi wakaachana mimi sasa. Wakaona sasa wamechoka. Kuchoka wakasema sasa weke tusikane na keki yale aleda. Sasa nikafurahia wameachana mimi. So nilikuwa nafurahia, nilikuwa nakoroga kwangu. Kuna kwangu fulani pia wako ameokoka. Nilikuwa nakoroga akili. Namwambia aje, sana mkoroga akili anawaambia, ishi ile anataka mashako hawani. Ishi ile shako shako. Alafu anakoroga hawezi nichapa. So yeye namwambia namkoroga ili awaambie ili waache kuomba. Kaja tini maombi ishi. Mimi namkoroga namwambia, yani kumkoroga tu akili yake unaweka ile ya ishi tigoma shako huru. Shako huru. Ishi ile shako huru. So unajua pia yeye atawaambia wana wamsikize. Waache maombi kiasi lakini hawakuacha. Shosho na mamangu hawakuacha. Waliendelea tu na maombi. Mimi sasa form 4 hapo ndio niliendaga hadi nikapata mimba yao. Mimba? Ya hawa devotions. Sasa hapo ndio nilienda nikapata mimba. Kupata mimba, nikasema hii mimba. Na uko form 4? Niko form 4 sasa. Sasa hapo ndio mamangu. Na nasikia nimepata mimba yenyewe nimepata. Ni mimba nimepata kaa leo na by jioni hata sijui. Yaani leo niko sawa leo. Alafu kesho kiniangalia une tumbo imefika huko. Aya. Ni mimba karibu kuzaliwa. Mimba yenyewe sasa hapo ndio I think mamangu alifikiria ishi ile neta Ngoma. Hata leo tumeshinda naye, alafu kesho kuamka niko na mimba. Wakawa hawakukacurate vizuri. Mimba ikakuwa kubwa. Na siku moja usiku hata siku. Leo tumeshinda naye na tumelala, ndio alikuwa kwa shosho. Mamangu akasema tukuje huko. Na hii mimba utapata kiaje? Mimi unajua niliamka. Ni roho tu inawekwa hapo. Niliamka nikapata niko na mimba. Na kwenda hospitali. Na hakuna kitu ulikuwa umeota? Kama unaota ukilala na mwanaume ama nini? Sikuota. Lakini asubuhi sana nikikuja kufikiria ndio nakumbuka. Yaani kuna mwanaume, yaani unakumbuka lakini hazi connect. Yaani ni kama nini umefungwa macho kabisa. Sasa wakati umeamka umekuta uko na mimba, unaanza kujiuliza kama nilikuwa na mwanaume. Sasa unaanza kujiuliza unaona nilikuwa na yeye alafu unaona hapana sikuwa na yeye. Sasa yani kama umekorogwa kichwa. Mamangu akasema twende nini hosi tupime. Tukaenda tukapima tukapata niko nayo. Uko na mimba? Daktari akaona hii ni mimba ni kabisa. Results zikatoka kuna mimba. Mamangu akaanza mamangu sasa ndio alikuwa ananiuliza mimba ulikuwa wapi na jana uko na mimba ulikuwa sawa na leo ni kubwa. Akasema tukuje Nairobi. Tukakuja. Sasa hizo hata mimi sasa nimeanza kushuku pale mashetani. Pia mimi naanza kujiuliza watu watasema nini. Nikaanza kushuku hao watu. Hata hao wanataka kuharibia life. Sasa ndio nikaanza sasa. Tukakuja na mamangu tukaenda church. Tuliendaga nini redeemed. Kuna uncle wangu anaombanga sana. Anakuanga huko ni pastor. Wakaomba akasema
hebu nipeleke hospitali. Kwenda kupimwa sina mimba sasa. Imeisha. Yaani tumbo iko lakini sina mimba sasa. Kupeleka hospitali nyingine hakuna mimba na tumbo ikarudi normal. Ndio watu wakaanza kusema, "Hai, hizo ni mashitani." Sasa ndio watu wakaanza kunitreat, yani wakijua hizi ni mashitani si kitu kingine. Sasa nikaenda mamangu akasema, "Juu ni form 4 sasa niende nimalize sasa exam." Sasa kwenda kumaliza exam hizo mashitani zikaanza kunisumbua sasa. Je, kutoa mimba yangu. Napigwa lakini mimi sasa nimekataa sitaki mimba. Na sasa hiyo bado wanakupea nyama? Sasa hizo napewa bado. Sikatai kukula juu nataka. Lakini sasa sitaki nini. Na ukisikia jao unasikia unataka tu kukula hiyo nyama tu. Wananiletea lakini bado napigwa ya mimba. Mtoto wao kwa alienda. Nikamaliza exam lakini nimaliza na stress. That was 2019. Nilimaliza na stress hiyo December. Nikafika mahali nikasema, "Hey, acha nipate sasa mimba hili." Ili waache kunisumbua. Juu nilikuwa nachapwa, nakoseshwa amani. Sasa nimeacha kupewa, hakuna kitu napewa sasa. Umeanza sasa umefilisika. Na bado na maisha imekuwa gumu. Nachapwa, nafanywa nini? Na yule mama sasa mwenye alikuwa amekuchukua? Hatujaonana naye tena. Hatujaonana naye kutoka nitoe nini? Kutoka nipate hiyo mimba hatujaonana naye tena. So, nikasema acha sasa nipate mimba. Ndio nilienda nikapata mimba sasa. Ni nini ilikuambia ukipata mimba lile hawataachana na wewe? Sasa nilifikiria. Ulifikiria tu? Nikipata mimba, nikipata huyo mtoto wamchukue waachane na mimi. Mimi nikaenda maisha. Wewe ulikuwa unataka mtoto sasa uwazalie tu? Niwapatie. Waachane na mimi. Okay. So, sasa mama ndiye alianza kujitokelezea. Sisi hatutaki mtu, tunataka yule mtoto wetu. Nikateseka aje. Nakoseshwa amani. Natolewa mahali. Sasa hapa ndio utaenda utafute kijana ndio upate mimba. Sasa hapo ndio niliendaga nikapata nini? Huyo mama akinitokezea nilikuwa nishapata mimba. Ndio aliambia hataki hiyo, anataka mtoto mwingine. Yule alikuwa wao. Yule wao. Sasa nikaanza kutolewa, natolewa mahali kama hapa napelekwa hadi town. Sasa sina fare, sina simu ya kupiga nyumbani, sina nini. Sasa nikaanza kurudi miguu. Na sasa hizo siwezi hata jipeleka mahali. Sasa nimeanza kununua chakula na sina appetite ya chakula kingine. Ni kukaa njaa. Nakwambia nilikonda. Chakula kingine yenye watu wanapika hutaki kukula. Una appetite? Unataka ile. Na hata nikionja kidogo natapika. Na ulikuwa umekula ile nyama yao for how long? Nilikuwa nimekula kutoka unasikia form 2. Kwa hivyo miaka kama 3 umekula hiyo nyama ya watu. Juu venye nilienda hiyo shule ya 3 after kuchoma, nilienda tena nikarudia. Nilienda sasa nikarudia form 2, second that term. Kwa hivyo ulikuwa form 3. Kwa hivyo nimekula kama miaka 4. Hizo nyama. So unaona sasa nimezoea sijazoea hii chakula. Nikikula natapika. Nikaanza kuteseka, nikateseka. Nikaenda nyumbani sasa. Juu nilikuwa nakaa kwa aunti yangu hiyo time. Sasa after kupata mimba nilienda kwa aunti yangu. Ndio nilikuwa nateseka huko. Nikaenda kwa shosho yangu. Nikienda siwaambii shida ni nini, lakini wao wanaona vile naumia. Wanaomba tu Mungu. Wanaomba tu Mungu. Ikafika mahali ujue hizo shetani ni mbaya. Ukanaye sasa. Sijui kama hizo mashetani ama ni nini. Hata nimeruka. Acha nikwambie sasa mashetani mahali zilianza kusumbua. Sasa nikiwa na mimba. Sasa yule mtoto. Si nimepata hata hiyo yao nimetoa. Siku nyingine nimepata. So nikiwa na mimba, hizo mashetani zikakuja anko yangu kwa Nairobi. Anko mwenye sasa tulikuwa close na yeye mwenye nilikuwa naambia mashida zangu. Akagongwa na mkokoteni na akakufa hapo. Anko yako? Sasa brother mamangu ule mdogo. Acha sasa mwenye ni last born, sasa second last. Akagongwa na mkokoteni na akakufa akakuja tukamzika. Nyahuru. I think bado nizo mashetani. So jumini nikataanga. So unasikia bado nilikuwa nimeitishwa shosho lakini siku make. Na hata mama yako pia. Ndio siku make juu anaomba. Sasa kukangu sasa akaanza kuonjeka. Ukanapelekwa hospitali, akienda na Nyahururu anaambiwa kuna kansa. Akienda Nakuru ni figo. Akienda wapi ni heart. Hakuna mahali anaambiwa ugonjwa sana. Akaanza kugonjeka. I think bado nizo mashetani. Shosho wakauza mbuzi, wakauza ng'ombe, wakauza shamba. Sasa kuna wakati nilipeleka hospitali. Sasa before nilipotea home. Alipeleka hospitali sasa. After sasa nimezaa mtoto. Nilizaa mtoto. Lakini wale wamekataa mtoto na wakaniambia watanitesa. Hadi hiyo mtoto nijue niwarudishie mtoto wao. Lakini wala siwezi warudishia, nitawarudishia aje. Nimeshapata mtoto na niko home. Shosho akaenda hospitali. Ndio kuonjeka na akalazwa. Shosho si ndiye alikuwa anashinda akienda akimuona akirudi. Mimi kwa nyumba na mtoto mdogo.
au mashetani yani hizo maroho ndio zilitokezea. Zikaniambia hazitaendelea kunitesa juu mimi bado ni wao. Unaona bado ananiingiza box. Wakaniambia fanya aje? Chukua hizo mbuzi ziko zimebaki uuze. Nikaitanga mtu na nikamuzia. You can imagine kuuza mbuzi 3,500. Mbuzi ziko yani mbuzi nikauza. Zikaniambia hizo pesa tupa choo. Kauza mbuzi ukatupa pesa. Sasa mimi nisharudiana nao juu washani accept back akiambiwa anything wanataka. Nikatupa pesa choo. Zikaniambia funga kila kitu yako utoke. Na kwa mtoto. Kabla kukuje. The next day Sunday niliambiwa nifunge. So ajangu akakuja. Wakanipata hiyo siku na simu mpya. Lakini hiyo siku nunua. Unasikia pesa nimetupa choo. Lakini wao watafikiria nimeuza, nikanunua na hizo pesa. Ilikuwa imetoka wapi simu? Nililetewa na huyo mama sasa. Si washanirudia. Akaniambia shika utumie hii ndio tutatumia communication. Alikutokea tu. Akaniambia sasa hata nimetupa pesa. So wakafikiria. Lakini sasa wewe umeanza kujua sasa wewe uko na shetani. Lakini hao wewe mwenyewe sasa umeaccept sasa. Hiyo time. Unajua sasa mimi nimekuwa shetani. Nisha accept. Lakini sasa nilikuwa sasa mimi according to sasa hivi nafikiria bado hata wakikuja hivyo kuniambia nitupe hizo pesa kwa choo walikuwa wanataka kunitesa. Na kutesa familia. Kwa sababu nasikia ameniambia nitoke niende. Na kunikosanisha. Na wanauza hizi buzi juu na kunikosanisha ili wasipate pesa za kuuza au kasitoke hospitali. Okay. Na juu pia alikuwa prayerful. Kwetu sidhani nilikuwa na shule alikuwa naomba sana. So nini hiyo time I think hawatakunyang'anya simu wakikuta. Wakikuta unauza buzi na kuna simu. Niko na nguvu, hakuna mtu anaweza jaribu kunikaribia. Si hata walikuwa najua. Hawezi nikaribia. Anjema wakakuja kaniuliza, "Uliuza mbuzi ndio ununue simu?" Sasa mimi nataka achana na mimi nikaambia nilikuwa nataka simu. Lakini pia wao wapige hesabu simu iko nao ni almost 30,000. Na mbuzi ni 3. Hiyo pesa itatoka wapi yote ya kununua simu? Wapige hesabu nikawa amefungwa macho. Na simu niko na simu kubwa. So mimi nikasema mimi natoka huko. Naenda sasa. Nataka naenda. So ule mama alikuwa shaniambia wewe ukienda ni hivyo tutaonana wewe bora usikae huko. Ili sasa ukaa kitoka hospitali wakose pesa za kulipa hospitali bill. Jumbuzi ndio alikuwa ametegemea kuuza. So nishatoka huko na mtoto wangu nimembeba mwenye akiwa mdogo. Tukapatana na huyo mama. Tulipatana na yeye town. Because sasa town ya Nyahururu nipigia vaccines kumkata namba yake ndio nianza aje maji. So kumpigia simu akaniambia tupatane wapi? Town. Tukapatana town. Nikaletwa hadi huku Kiambu. Nidhika lakini sikumbuki venye ile jina inaitwa. Nikakuwa nikikaa huko napewa kila kitu hadi sasa. Uko na mtoto wako sasa? Sasa ndio mama. Ashatoka huko sasa tunaishi na yeye. So alikuwa anapea mtoto kila kitu chenye anataka, hakuna kitu anamnyima. Sasa nikasha accept. Anampea kila kitu. So ikafika mahali ambapo sasa mwenye anaishi mwenye anaishi Nairobi akanipiganga simu. So sijui what happened. Mimi nilimtunyanga please call. Nilifika mahali sijui kama ni maombi yao ilianza kunivuruta home. Akanipigia simu akaniambia uko wapi? Mimi nikaongea kwenye niko. Nilimtumia please call akanipigia simu. Sijui mbona wao nikiwapigia siko natumia credit lakini watu wengine wanatumia credit. Hata yeye piga. So nilimtumia please call akanipigia. Kunipigia haiku connect. Nikatafuta simu nyingine nikaomba nikampigia. Nikamwambia kwenye niko akaniambia acha nikutumie fare ukuje. Akanitumia fare nikaenda. Kwa hivyo ile simu yao hawatumii credit. Hata itumii kuongea na watu wengine, hai connect. Okay. So nikaenda hadi kwake. Kwenda hadi kwa kwangu tuko tunakaa na sasa kaanza yeye akaniambia yeye tu alisikia tu kitu nimeongea tu aniite. Najua yeye haombi, singekataa kwenda. Lakini kama mwambia bado nilikuwa nanivuta niende home. Kwangu akasema hapana. Sasa utaenda home? Juu kwa sawa uende home kae na shosho. Sasa ukikaa na shosho utajua ndaje. Sina nikaenda home. Sasa kwenda home huko kwa shosho nikakaa ukaka basi. Tukamzika. After ukaka pass the same mashetani zikaanza kuniambia sasa niwe shosho. I remember nilimgonga na sufuria akakatwa. Shosho. So shosho akasema hapana mimi siwezi kubali. Ndio hata mkate kufa alisema wasiwe kubali mtoto wangu apotee. Yaani nikalikuwa na feel kuna venye mtoto anataka kumpeana.
So akaenda kwa nini akaripoti. Kuripoti wakasema juu mimi nataka kwenda, hakuna nimeenda nikataza nifikisha 18 niende tu. Ndio nilienda kwa huyo mama sasa. Tukakaa na yeye nikakuwa nikipewa kila kitu tunakula. Sasa kwenda sasa hii unaenda hii ya mwisho unaenda aje? Hiyo spirit tu na kujua tu. Nikaenda tukaanza kukula nyama na kula kila kitu ninataka. Sijui kama ni maombi yao ama nini tena. Sasa nikaanza kuona mabaya yao watu. Nikaanza kuona hizo nyama hapana. Nikaanza kujiuliza ile nyumba nini inakuwa kwa ile nyumba imefunguliwa. So Saturday think ni Mungu mwenye anafanyanga mambo yake yeye. Hawezi elewa. Nikaenda nikajaribu kufungua. Wakanipata wakaniongelesha vibaya. Na mimi nikakasirika. Nikasema nitatoka. So kusema nitatoka nini? Siku nimekwambia nikitoka kwa mfano alinipea simu. Sasa hii simu ninatumia. Nyango alinipeanga. Akaniambia kaa na hii. Juu sasa after sasa auntie akanipigia amka. Akaniambia uko wapi, nataka tuonane. Ndio nikamwambia ni sawa. Juu unaona kwa kwingine kote tulikuwa tunaenda naombewa lakini hizo vitu haziishi. Tulijaribu place nyingi sana. Auntie akaniambia nataka tuonane. Kumbe kuniita ananiita twende niende kwa pastor. Najua watu washanichokesha sasa, najua ananiita pastor. Mimi nikasema naenda. Nikasema naenda. Hiyo siku sasa nilijipata town after kusema naenda. Sijui nilipita aje, juu sidhani hizo mambo zao. But naweza kumbuka tu nilienda hadi town. Njia siwezi kumbuka, but najua hiyo nilienda through miguu. Hadi town nje akaniambia panda ndio kuja. Hadi place fulani. Akaniambia patia mtu ndio hivi. Huyo mtu si ndio alielezwa, kumbe anaambia nipeleke church. Nikaenda church na nikaombewa. Na tukaombewa kila kitu. Sasa hapo ndio niliombewa. Yes, hizo vitu zilikuwa zimeisha kabisa. Tukaenda nikasikia sasa nataka kwa maneno ya mamangu, shushu yangu na home. Tukaenda hadi kwa changu nikalala vizuri sana. Hizo vitu zilikuwa zimechapa usiku. Na vizuri nimekula chakula ya home. Sasa hiyo tastaki yao. After sasa hiyo deliverance. Juu tulifanya deliverance kutoka saa 4 hadi usiku. Nimekula chakula ya home lakini sasa napigwa. But sasa pastor alikuwa ameniambia kina mamangu, juu hadi mamangu aliitwa akakuja. Watoe kitu yenyewe ile sacrifice unatoleanga Mungu. Unasema hii nimetoka kwa ajili ya hii. Watoe kitu itawauma. Yaani yeye hapo anasema ati nini? Aliambia tu mtoe kitu yote itawauma. Ili nini? Tumfungue. Hapo si ndio shosho wangu akaamua kununua mbuzi alete. Na akaleta. Alinunua juu hana mbuzi, hana kila kitu, tulikuwa tumeharibu kila kitu. Akaleta. Kuleta nini? Kuleta sasa home. Huko church nikaombewa na kila kitu sasa ikaisha. Nikakuwa nimefunguanishwa na hizo vitu. Sasa nikakuwa sasa niko sawa sasa. Kabisa juu unaona hizo zingine sikuwa yes zilikuwa zinaenda. So ukafanyiwa deliverance to make na ikaisha. Na ikaisha. So hapo ndipo hiyo story ya mashetani iliisha. Lakini bado walikuwa wananitafuta, though sasa haliko kwa Mungu. Wananitafuta kwa njia zingine. Unapata wanaleta magonjwa kwa mtoto wangu. Mimi wananiletea magonjwa. Yaani ile tu. Na nikuulize, hii kuteseka unateseka sasa hivi unashuku inaweza kuwa ni ile. Yeah, nashuku ni the same things that zinakufuata. Trying to fight back. Try to fight back. Because sidhani kuna vile unaweza kuwa ukigonjeka tu magonjwa. Yaani kila time funny unagonjeka hadi time unaanza kujisimamisha ndio utoto ugonjwa tunakuja. So I will advise you juu tunamaliza hii nitakupelekea nitakuconnect na Reverend Alice. Anajua atakupatia ushauri then atakuombea. I know she has an anointing of deliverance. Najua atakuombea. Sasa nataka ufanye hivi juu ya time na hii show imekuwa mrefu. Nataka upatiane namba yako ya simu kwa hawa watu. 0708 72 90 67. Rudia tena. 0708 72 90 67. Huyo anaitwa Jane, amekuwa akipitia haya mambo yote, ametuelezea, and I know that her life will be brighter. So naomba kama uko pale una watch anything that you can help Jane with, ndio asimame kwa maisha, msaidie, and God will bless you so much. Na tafadhali subscribe to my YouTube channel, comment and you like. Na kwa comment napenda sana kusema it doesn't hurt to be soft. Kuwa na ile roho ya kuwa soft. Nije tako macaria wawa ilimu Ngai wa mugarwa murathima mwetwa no ri ati ndehitire ngiwa nie ndikaruta wira wa ngoma wa Ngai we muingi ukagaruti. Shalom, shalom.
Shalom.